Umeshawahi kujiuliza kwa nini ugonjwa wa kisukari upo kwenye kundi la magonjwa yanayoitwa silent killer disease, yaani magonjwa yanayoua kimya kimya? Kwa nini inasemekana hivyo na kuna uhalisia gani? Nataka nikwambie sababu 3 za kwa nini ugonjwa wa kisukari unaitwa silent killer disease. Ni kweli kabisa, ugonjwa wa kisukari unaweza ukajitengeneza kwa kipindi kirefu pasipo wewe kuelewa, lakini ukakuathiri kimya kimya na ukapata matatizo ya ghafla, ama ukapata hiyo changamoto ya kupoteza uhai kabisa. Sababu ya kwanza kwa nini ugonjwa huu unaitwa silent killer disease ni kwa sababu una uwezo wa kuharibu mwili kimya kimya pasipo kuonesha dalili zozote. Ugonjwa wa kisukari una uwezo wa kuathiri mwili wako kwa kimya kimya kwa miaka 3, 5 hadi 10 bila wewe kuelewa, na ghafla ukapata tatizo linaloweza kukuondoa kabisa. Na asilimia kubwa ugonjwa wa kisukari huwa unaharibu viungo vya ndani kama neva, mishipa ya fahamu. Sasa mishipa ya fahamu ikiathiriwa, ina maana hata sehemu ya kusikia maumivu unaweza usisikie maumivu, sehemu ambayo inabidi upate taarifa za mwili unaweza usipate taarifa. Asilimia 60 ya wagonjwa wa kisukari wana kitu kinaitwa diabetic neuropathy, uharibifu mkubwa wa neva. Sukari inaharibu pia viungo kama mishipa ya damu, ndio wanapata matatizo ya pressure, matatizo ya moyo. Sukari inaharibu figo. Ina maana ule uharibifu wa kimya kimya ambao dalili zake zinachelewa kuonekana unaweza kusababisha mtu huyu akapata shida ya ghafla sana, licha ya ugonjwa ulishaanza muda mrefu. Sababu nyingine ni kwamba hata baada ya kugundua ugonjwa una tabia ya kuathiri viungo kimya kimya bila kujijua. Sababu ya kwanza ni wale ambao anakuwa haelewi kama na ugonjwa wa kisukari, kwa hiyo anakuja kugundulika na ugonjwa wa kisukari tayari ameshaathirika vibaya sana. Lakini kuna wale ambao tayari wana ugonjwa wa kisukari, wanatumia dawa, lakini bado lifestyle yao ni mbaya. Ina maana kuna uharibifu wa kimya kimya unaoendelea bila wao kuona dalili yoyote. Unashangaa mtu anakwambia nimeambiwa na mtoto wa jicho, nimeambiwa bana figo zangu zimeanza utendakazi wa figo umekushuka sana, nimekuta na sumu nyingi sana, nimeanza kuwa na tatizo, nina ganzi kali zimepelekea kidonda ambacho kimeshindwa kupona. Ni ule uharibifu wa kimya kimya ambao unaendelea kujijenga baada ya wewe kuwa umeshagundulika na ugonjwa wa kisukari rasmi. Na kosa kubwa ni kwa sababu wengi mnafanya tiba ya kulea ugonjwa. Kwa hiyo kwenye kulea ugonjwa unakuwa hauzuii madhara kuendelea kujijenga na ugonjwa kuendelea kuota mizizi. Lazima ujifunze kuachana na management, kwa sababu kwenye kulea ugonjwa wa kisukari kuna namna fulani unaupoza, lakini unauruhusu ugonjwa uendelee kuwepo na kukudhuru zaidi. Sababu ya 3 inayopelekea ugonjwa wa kisukari kuitwa silent killer disease ni zile tiba za kupambana na madhara zaidi kuliko kupambana na kiini cha ugonjwa. Unapokuwa unafanya tiba inayojikita kwenye madhara peke yake, wewe ukawa unapambana kushusha sukari, wewe ukawa unapambana na ganzi, inawezekana taarifa ya figo zinazoharibika haujaipata hapa sasa hivi. Wewe unapambana na ganzi, kuondosha ganzi, au unapambana na kuboresha uwezo wa kushiriki tendo la ndoa, lakini neva zinaathirika kwenye miguu. Kwa hiyo unakuja kupata shida kubwa kwa sababu wewe uliweka focus kwenye madhara ambayo yanakusumbua kwa kipindi hicho, lakini yale ambayo yanakuwa yanajitengeneza kimya kimya haukupata dalili zozote. Kwa hiyo kitu mbaya kulea ugonjwa wa kisukari na ukaendelea na lifestyle ambayo ni mbaya, inatengeneza usugu wa ugonjwa. Na mimi umejifunza. Kama ungependa kujielimisha namna ya kujikinga na kutokomeza haya magonjwa, basi follow page hii kujielimisha zaidi. Na kama wewe tayari ni mhanga wa kisukari, chukua namba kwenye bio tuweze kuwasiliana uweze kujiunga na program za kutokomeza sukari.